Balazi. Mr. Konde. Leo wewe. Vipi hali? Safi sana kaka. Wewe nashukuru. Vipi mbona visigino vimejaa vumbi bwana? Mwanangu umetoka wapi sasa hivi? Nimetoka Zabuti. Nimekaza buti sana. Niambie siri. Siri gani ndugu yangu? Haya. Kaka kutokea asubuhi mpaka sasa hivi. Sijashika hata shilingi 5. Swala hilo tu. Wacha shilingi 5. 50 ile nyekundu bado. Hata senti moja utakuniambia? Sijashika. Hivi utakusumbua ukitoka ndani ya nyumba au ufikiria vipi? Kwanza akili yangu inapiga na barua. Nakwambia hivi, unapotoka ndani ya nyumba hakikisha unapiga goti, unaomba Mwenyezi Mungu bwana akupatie chochote kile. Lakini hivi vijana siku hizi bwana, nyinyi nashindwa, sababu ukitoka ndani ya nyumba unakurupuka kama panya yule ambaye muda wake wakwenda kuchuma umefika. Oya kaka, hii ni Life Digital bana kaka. Life Digital. Sasa sikizieni basi, hiyo Life Digital ndio ambayo wapoteza nyinyi. Wacha niwaambie ukweli kabisa. Siwezi kuficha hata kidogo. Sababu gani? Bwana, unapotoka unatakia na mtu, unamuomba Mwenyezi Mungu. Huko unakokwenda ujue utapatikana jambo gani. Kuna majali, na hivi na vile, usikia yote yanaweza kukumba wewe binadamu. Najua, lakini niliomba sana ndugu yangu. Kwanza kama hadi nikawacha kabisa. Sasa bado uelekea wapi huko? Mimi naendelea kukazabuti, uenda kaenda fanikiwa huko mbele. Hiyo utakuambia unaendelea kukazabuti. Kaka sikiza. Wewe unafikiria buti gani? Sijaelewa sababu unaambia kazabuti lakini sasa ndio hivyo vimejaa vumbi bwana. Sio buti hilo la kufunga kwenye mguu, sio buti la kuvaa. Yaani ile nimekaza buti sana kutafuta kazi. Kwa hivyo ulikuwa uamuzi gani yani? Tuseme kufanulie kidogo yani nipate kuelewa. Nilikuwa nimekupata wewe. Yaani imekuwa ni kama bahati, nilikuwa nakutafuta sikupati. Nilikuwa nakutafuta sikupati, ndio nilikuwa nimekupata wewe. Unataka ushauri kama upi ule pengine? Nilikuwa nataka ushauri kutoka kwako, pengine wewe mwenyewe kuna njia zile za mkato ambazo unazijua. Bana kabisa. Mara hiyo. Na siwezi kukushauri ukienda katika njia za mkato, sababu nakwambia vipi? Kuna matapeli. Kaka, acha nikwambie. Na matapeli wanaongoja nyinyi. Unasikia? Unaongea ukweli, usikie madini huo. Nasikia. Unaongea ukweli kabisa, unafuata nyinyi ili umueleze shida zako, atakwambia bwana kuna kitu fulani bwana kiendesha, kwa hivyo wewe sijui ile ng'ombe, sijui ile pakacha nini. Unasikia vitu kama hizo? Naelewa. Siwezi kushauri kabisa. Hata heri mshauri mwingine anaweza kukushauri. Unasikia hivi? Cheki. Kimambo ya mkato kwenye maisha uongo kabisa. Mimi najua kama wapo waganga fake, lakini sio wote kaka, sio wote kabisa. Sio wote kivipi? Ni wote wameomba na Mwenyezi Mungu, ni mganga, si daktari, yote ya kutibu kweli, lakini unamtegemea yule aliye juu. Wote wanatumia hizo nguvu za Mungu, ndio nakwambia sasa sio wote. Sio wote. Kwa hivyo mimi siwezi kukushauri kwa sasa. Ndio. Mimi yani imekuwa kama bahati kukupata wewe unishauri. Sasa ukisema hivyo na maana siwezi kukushauri kuhusu njia za mkato za kupitia maisha. Haya maisha bwana, unapotoka ndani ya nyumba kabla hujatoka. Kaka cheki. Acha niendelee kwa zabuti mimi. Yaani unaniwastia time unaona. Kwa kweli adhana ndio hiyo. Kaka, tapatana bana. Hamna tatizo. Sawa. Safi. Mimi nimeshukuru. Poa. Usije ukanifuata siku nyingine ukaniambia eti sijui kaka wajua siku ile nitakusikiza sijui nini na nini. Tabaki. Kunde. Niambie kaka. Shwari bro. Wema kabisa. Vipi kwendaje? Shwari. Peleke vipi bwana? Hapana. Utakuwa asubuhi bwana. Hapana. Nikuja tu tietie story kidogo hapa. Basi nafikiria kwamba ndio zare hilo. Kwanza itakuwa asubuhi mpaka sasa hivi tunagonga saa 8. Hata mteja mmoja anasema inapata na rafiki yangu mwingine yule Balazi. Jaribu kushauri lakini sasa yeye katika maisha ya mkato kuna kwa waganga sijui nini sijui nyota sijui riziki gani ambazo hapa mimi naambia kule utatapeliwa alafu baadaye uregelee mimi hapa tena. Waganga kasi gani sasa hivi mwanangu kaka? Yeye anapotoka ndani ya nyumba naambia bwana wewe piga goti omba Mwenyezi Mungu ndio ukatafuta utafanikiwa. Mwanangu sasa sikuzuru moyo ona alama hizi mwanangu kidogo mwenyewe ni saini lakini mimi nikachana hizo story kabisa. Umeona sasa umekuja paka kijiweni hapa mazea. Mimi mwenyewe najua nishapata abiria au acha. Karibu sana. Hebu nipe story kamili ya bwana kidogo nilipokuwa natoka nyumbani asubuhi kuja Bangaiza au sasa nafikiri uamuzi wake amekuja kwa waganga kuangalia riziki.
Riski mwanangu itafutuka mganga bwana. Mimi namueleza kabisa lakini Ndio hivyo unajua sasa hivi watapeli kibao sana sasa mtaani. wewe sikiza mwenyewe, mganga atakutisha mchele, mganga atakutisha kuku. Wewe Sasa hiyo ni kupika tu kwake hiyo labda sherehe juu kwa juu. kweli tu hapo, lakini sasa hapo leo kabisa. Si afadhali tafuta hata pasta bana. Mimi nimeona ni vyema jioni tukimwendea kwao nyumbani. Kuelewa sawa, sababu yule jamaa anapoona huenda akakata shamba lake rahani, unasikia, ili apate pesa kwenda kwa mganga. Mimi bwana wewe ushauri mimi za kushauri kama wewe ndugu yangu pia wewe kupata naye sahihi moja tutakutana. Safi kaka. Unajua yote mambo yanamuka bwana. Kabisa Hamna tatizo. Baadaye. Unajua ndio shonde. Pata taharuki. Ndio pata chochote. Sona bile Mwanangu mbele. Ndiye bana. Mwanangu jua linawaka. Mbaya, mzee jua. Vipi ndugu yangu? Hali iko vipi? Hali si nzuri. Mwanangu ulikuwa namba squad mwanangu. Yaani huwezi amini anachotokea siku mpaka sasa hivi yakula. Na jua linawaka ile kinoma. Hapa yenyewe unavoniona yani na masaa matatu sinaondoka. Hapo kuna ile dogo yule pale chini naye pia na kwa squad. Hata mimi mwenyewe ndio rogi. Maana nashuka kama mtu baki alafu squad hadi hivyo wanapoona. Itabidi. Sasa kama ni hivyo anaenda kuchanganya. Haina noma nyingine. Haina noma. Usmani kesho ni check. Fresh bana. Maisha ni magumu. Sijui tunaelekea wapi. Ni mtu watatu anatoka squad. Sasa hii dhari mimi mwenyewe hapa dhari hata nina njaa baada ya Jennifer. Poa. Vipi mlifunga shule lini nyinyi? Tulifunga kama jana tulifunga jana. Tuachane hizo story za shule. Vipi yule brother yako Mbalazi? Yule brother yangu yuko lakini hali yake si nzuri. Vipi yule brother yako mganga ule vipi? Chibu. Huyo Chibu. Hata kama namsahau namfikiria lakini si huyo Chibu. Yuko nilikuwa namtafuta ni amsaidie bradangu lakini sijampata bado. Nyumbani tu. Ulikuwa unaenda kilingeni kwake hapo njiani hapo. Basi sasa tuna siku nyingine. Mandrondo. Mambo vipi? Bwana umechoka kweli ya? Yani ya maisha magumu sana. Wewe kutoka asubuhi nahangaika. Basi karibu tupumzike hapa kidogo. Kubadilishana mawazo. Au sio? Anaambia kwendaje upande wako? Upande wangu basi hakuna lakini kipatikana sijua sija kwa mpigo. Mpigo lakini hadi kugumu. Ngumu kweli, kugumu sana. Bwana ifanye kumbidie lakini sio na tamaa nyingi.
hata alikuwa nimekata shauri yani hata sijui fanyeje. Ile kipi kwa kawaida ulikuwa na mawazo gani kwa ni tena zaidi? Nimeomba Mungu mpaka yani nimechoka. Hata nilikuwa nimekata shauri tu niende mambo ya waganga. Kwa waganga tena? Nimekata ushauri niende kaangalia. Nataka kuwa kama Mzimbalazi alivyoniambia kwamba nataka kupata mfumo huo pia wewe nayo kwa umomo. Maana nimesota sana. Uongo. Ukampatie. Isitoshe atakwambia lete pesa kiwango fulani, wewe sijui lete kuku, lete mchele. Unasikia vitu kama hivyo alafu wewe kwako ndalala njaa. Lakini hata nyumba sasa hivi iko karibu kufungiwa. Mwezi huu ni wa 5 na nyumba kama masuala ya nyumba hao tusijali. Naweza kuangalia chochote bwana ikifika mwisho wa mwezi. Sawa man Kafunde, nimekubali ombi lako. Nikusikiza. Bwana mimi namwambia watu wa kweli kabisa ndio moyoni. Lakini sasa kama wewe usikio enda kupaka mwenyewe unajua kweli hata isipokuwa kweli ni mganga wa kweli, lakini ule wakati ameteseka bila kufanya kitu wewe ukafikiria yeye tena vile vile. Wewe usiende kwa mganga, huo ndio shauri yangu. Unisikize, usiposikize bwana ushauri yangu. Ni sawa man Kafunde, mimi nakusikia ombi lako. Mimi na ushauri wako sikipia vile ninakwambia ukweli. Sikimbii bwana harakati yao maisha kutafuta. Maisha bwana. Wewe bwana kama mpango kwa sio mzuri, choko kakako huko mweleze bwana vipi? Bwana vipi itafanyaje? Hivyo ukimshauri kama kitakuwa kipo kidogo utashare. Sawa man Kafunde. Sio kaka. Sawa kaka. Usipotee sana lakini. Sawa kaka, sitapotea sana. Nitakuja tu nikusalimia kuuliza ili tupatiane mawazo. Safi. Kwa hiyo sasa hivi walenga home tu. Naenda home kupumzika ili jua kweli kidogo. Sawa. Tutaonana bwana. Sawa. Barua yako ni huko na pesa. Mtanga ndani kimiti kasi. Wazee, ai mama, kumbe siku hizi wachawi sio wazee. Mimi ndo mganga Chibu mwenyewe. Watu wapendi kuleta mokoto, nitawaonyesha mokoto kwa mganga Chibu, ila sivyo nitawakomesha. Mwaka nini lazima nitembee na ndege. Kumbe siku hizi wachawi sio wazee. Ai mama, kumbe siku hizi wachawi sio wazee. Mkuu, niko hapa Kilingeni mkuu. Nipe habari kamili mkuu. Ai mama, kumbe siku hizi wachawi sio wazee. Niko tayari kukusikiliza mkuu. Safi sana. Safi sana. Twende nalo mkuu, nipe habari kamili mkuu. Sasa uko tayari kunisikiliza? Ndio mkuu. Na usisahau kuzingatia maokoto. Sawa mkuu. Sawa? Sawa mkuu. Sasa kuna kijana atakuja hapo. Ndio. Sawa? Ndio mkuu. Huyo kijana yuko na shida. Yuko na shida gani mkuu kijana? Huyo kijana ametafuta kazi kwa miaka mingi. Akija hapa mkuu, na kuaminishia mkuu, akija hapa mkuu shida zake zitaisha kuanzia leo mkuu. Safi sana. Safi sana. Sasa huyo kijana atakuja hapa atasema anateseka kwa sababu ya kazi. Hana kazi. Sasa cha kufanya, ukimpa dawa, ile dawa ya kuoga, ndio mkuu, atakunywa. Sawa? Ndio mkuu. Na uzingatie maokoto. Sawa. Safi sana. Safi sana. Ai mama, kumbe siku hizi wachawi sio wazee. Mwenyewe. Ai baba. Asante mganga.
Vua viatu. Nimejua shida yako. Umetafuta kazi kwa muda mrefu na umekosa. Ndiyo mganga. Sasa unatafuta kazi. Utapata kazi. Nitakupatia dawa fulani ukapate kazi. Ndiyo mganga. Kuanzia leo maisha yako yanabadilika. Dawa hii mjukuu wangu. Ndiyo mganga. Unapaswa uende uoge. Kamatia dawa hii mjukuu wangu. Ndiyo mganga. Ukifika njiani usalimiane na mtu yoyote yule. Sawa sawa mganga. Unaweza kwenda. Nenda na kulia mjukuu wangu. Sawa mganga. Ai mama, kumbe siku hizo wachawi sio wazee. Hapa ndo kwa mganga Chibu mwenyewe. Ukija hapa nakupatia dawa ya kuoga badala ya kumeza. Zarina. Safi, mambo vipi? Safi kabisa yani. Asante, hata sana mimi mwenyewe. Kuja tu mara moja kunishabisha hodi kusalimia. Alafu nirudi nikaendelea na shughuli nyingine. Ile issue bado sijafanikiwa. Sijafanikiwa kabisa. Sababu venye nakwambia sasa hivi nimemaliza waganga wawili. Ngala nitakayemwendea nampa vitu vyangu bure, tunasifanikiwa. Nienda kwa kwanza kampa vitu vyangu akavitumia, sasa sikufanikiwa. Nikaenda kwa pili pia hivyo hivyo, sikufanikiwa. Sasa sijui nitatumia njia gani tena sasa. Lakini mimi ningekushauri tu usipite moyo. Endelea. Mimi naona waganga siku hizi ni wale waganga wa mchongo. Yaani waganga fake. Siku hizi sidhani kama kuna waganga kama kitambo. Kitambo nilikuwa kuna waganga kweli kweli. Yaani akikutibu kweli kweli unatibika. Sawa, tukula. Sawa Zarina, wacha mimi. Wacha niingie hivi nyumbani. Sawa. Tuonana sawa? Poa, karibu basi. Asante. Poa, mimi nakushauri tu usipe moyo ndugu yangu. Jaribu tena. Sawa. Haya. Poa Brown bwana. Vipi niambie? Safi kabisa ndugu yangu. Tuendeleaje? Mimi naendelea fresh, sijui wewe bwana. Mimi niko poa sana. Salama kabisa. Anaambia na issue yaani ile hali yangu bado ni mbovu kabisa. Sijafanikiwa mazee. Bado kabisa. Ninachopanga sasa hii yaani niendelee kuendelea kuwafuatilia jamaa. Huenda huko mbele nikafanikiwa. Sasa nipata kitu kimoja. Naona jamaa hawa jamaa watano. Kupeleka kule huwa nakupeleka wale wa kusafiri. Ni kweli. Kwa nipate mimi kwa ajili yako kusaidia shule. Unajua nini Brown? Kuna rafiki yangu mmoja pale anaitwa Mankundi. Huyo jamaa nilipatana naye siku moja akanishauri lakini sikumwamini. Ikabidi niende mwenyewe nikasikisha. Yaani ananiambia waganga siku hizi hawaaminiki na wale waganga fake. Yaani unawapelekea vitu lakini mambo yako bado yanabaki pale pale hufanikiwi. Sasa nishuhudia tafuta mimi Brown kama hadi pale kwa kujua kweli kweli. Wacha nitaendelea kufuatilia alafu nitakutafuta. Mimi nataka ni sahihi kwa hapo. Ukifanikiwa nitakuta. Sawa bana Brown. Sawa.
Bwana Madevu. Hapa ndipo. Sawa, tupatie ushauri wetu, asipotusikiza sawa na kitusikiza pia. Uamuzi wake kama atapanga mshauri asubuhi. Odi huko wenyewe. Odi. Bwana kazi. Hai. Mambo vipi kaka? Kama Devu. Nafikiri malazi. Safi ndugu yangu. Mambo fresh. Wewe punde. Bwana mimi punde bwana. Karibu ndugu yangu. Nashukuru. Mbona tunashia binti hapa? Ndio bwana. Lazima tuje wapi kwa ushauri, sababu ule ushauri wako asubuhi nilipokuona. Usiku. Hapana mimi sikupendezea kabisa. Haya. Umeendaje siku kwa leo bwana? Ndugu yangu, mimi siamini. Kutokea ile siku ile mpaka leo. Yaani wenye ulikuwa unanishauri kama waganga. Kuna waganga wa fake. Siku hizi hakuna waganga kaka. Kuna waganga kabisa siku hizi. Sio tumeliona bwana. Ndio tunaamua tutulie, tumwombe Mwenyezi Mungu tupekee. Baada ya mada nilipata na ndugu yangu hapa. Yaani akanipa ushauri fresh, lakini akaniambia kwamba usipate mambo ya waganga. Kuna waganga wa fake. Sasa hivi matapeli ni wengi sana huko mjini kaka. Unajua sasa ushauri kama mimi naweza kupea, afadhali tafute mchungaji bwana. Wewe nimeshamalizia. Kwa bwana, hapa njia bwana unazozifuata wewe. Kazi yake kabisa na kisitoshe. Hao wanawafuata wao. Utawapeleka chakula, yani utajinyima wao peleke wewe, alafu utabaki vile vile umeshaka kushuka chini kabisa. Haya, yani ilikuwa siamini lakini unaamini. Yani nimetembelea karibia waganga wawili. Waganga wawili. Nilipenda. Yani akakwambia tulete mchele kilo 5. Lete viazi. Ile gunia nusu. Viazi hivyo. Wengine. Yaani kukueleza sasa hizo si kama unamfanyia shopping tu apate pesa kunini. Wacha hiyo. Wengine wanaitisha mpaka mali mama. Yaani utakopeleka kile kitoweo, ndio mmoja atachukua fanya leo. Ndio tupige chumbani. Kama leo usipoona kaka tupige kuku pilau leo. Mchezo mmoja kukueleza. Unaona? Yaani atakuwa nguo wa mwisho huyo. Kama mwisho ndio alizidi kuchanganya basi. Nakwambiaje? Lete jogoo. Jogoo wa kienyeji. Yule mkubwa alianona kabisa. Unaona sasa? Supu mgango. Ndio kumbuka sasa. Nenda kumbuka maneno yako sasa. Kundi aliniambia mambo fulani. Kweli. Lakini sasa yarudi. Lakini wanakuja kuulize. Ndio. Kuna yule pasta pale. Kweli Madevu, lakini sasa kwa unakuja kwako, bwana nimejaribu kutafuta kwako mwelezi lakini sikumuona. Kama ile moja kwa moja alikuwa kwa ushauri tuje kwa huyu bwana. Bwana Balazi. Ni bana naweza kushauri kama tuweza kupeleka kwa mchungaji. Kwa mchungaji kuna time tunakumbuka yule bwana nani pale? Huyu jamaa boda huyu. Yule nani huyu? Yule Brown. Yule pia ndio kidogo hiyo sama. Yule jamaa si hajakwambia story yule. Bado mimi yule bwana kwenda kuombewa kwa mkono sasa muona kanawili bwana. Hawakumfunguka. kweli. Sasa Balazi bwana ushauri sisi tupeleke kwa jamaa pia. Sikia Balazi. Naelewa. Maisha si ya kuchezea. Hayo maisha unaishi ni yako, si mtu mwingine. Kwa sababu ukitaka uishi ili mtu mwingine afaidi, ni wewe mwenyewe. Sisi tunakuja kwa sisi sio kubavu bwana. Kweli. Hali na vitendo ni ngumu sana. Wewe tumekuja hapo lakini wewe mbona fikiri hata leo unasemaje tupata hapo lakini Balazi ndio. Unaona sasa? Au nikuelekea kuweka jogoo. Alafu mimi mwenyewe nakachaza. Kweli no. Ndio njaa nganga Kweli. Nganga ndio supu kule. Kweli no. Sio bwana, siwezi kumwomba Mungu unapotoka kwenda kutafuta riziki. Hakikisha tu umepiga goti na umemuomba kwa Mwenyezi Mungu vizuri. Basi hatakosa kujibu.
Sawa. Hata kama kibarua tu kidogo, lakini tutakuwa na mazao tofauti na vile ulikuwa unafikiria. Sawa bwana ndugu zangu. Sasa kidogo tu ulivyo kupata karoti kusheka nyasi, tunashinda bwana malipo tofauti. Yaani kweli. Usio kaka. Mimi bwana ndugu zangu nitapata ushauri wenu. Usio. Nitapata ushauri wenu kabisa kuelezea. Kila kitu kitaenda sawa. Sawa. Wewe bwana acha nikuache. Sawa. Bwana endelea kuishi bwana. Mambo mganga sana nao. Ni kama mchungaji bwana. Sawa. Karibuni tena. Ndio mchungaji. Sawa sawa. Haya bwana.